Unaona vile alifanya mkono. In my former book. Kwa hiyo alisema alikuwa na wanasaidia kitabu changu cha nyuma. That means kuna kitabu alifanya nini? Aliandika. I wrote about all that Jesus began to do. Ila alianza kufanya teach until the day he was taken up to heaven. Hii kitabu kiliandikwa na mtu anaitwa, huyu aliyeongea maneno Yesu alianza kufanya mpaka kamaliza mwisho very accurately, anaitwa Luke. Utakapoenda kusoma polepole hicho kitabu, fika mwisho cha Luke, usome waanze kusoma kitabu cha Acts. Ukienda kusoma tukienda mpaka tumalize kitabu cha Acts, kuna mahali Luke ametokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akitokeza ni mimi nilifanya nini? Iandika hii kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. So the book of Acts was written by Saint Luke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Luke. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mwezi kusmile hata nani sasa ninaangalia kwa ukali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. We must look unto the Bible while smiling. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii ndio nini? Hii ndio nini? Hii ndio map ya kutupeleka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tukapate kuwa very attentive. So hiki kitabu kiliandikwa na nani? Na Luke. Sasa akasema aliandika accurately. Akisema that in my former book Theophilus, rafiki. In my former book, wewe rafiki. Rafiki Theophilus inamaanisha nini? Rafiki. I wrote about all that Jesus began to do and teach. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niliandika yale Yesu alianza kufanya na yale alifundisha until the day he was taken up to heaven. Bwana Yesu asifiwe. So after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Baada ya kupeana nini? Baada ya kupeana maagizo kwa wale wanafunzi aliokuwa amefanya nini? Aliochagua. Yaani vile Yesu alianza safari yake mpaka kamaliza. Na vile alipeana instructions kwa wale wanafunzi wake alifanya nini? Aliochagua. After his suffering he showed himself to this man. Baada ya kufanya nini? Ya kuteseka alikionyesha kwa watu hawa. Watu hawa ni akina nani? Wanafunzi. And they gave many convincing proofs that he was alive. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama anasema ni wakati wa mwisho aliopeana hizi instructions. Convincing instructions, convincing proofs. Yaani aliwathibitishia baada ya yeye kuteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Atoka kaburini, hakuondoka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. He gave them what we call what? Convincing proofs that ni mimi niko hai. Baada ya kuteseka na kutoka kaburini sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. He appeared to them over a period of 40 days. He appeared over a period of 40 days. Akifanya nini? Akiwaelezea kuhusu ufalme wa Mungu. 40 days. 40 days. So ndio nataka tukapate kuendelea vizuri hapo polepole. 40 days. Akiwaambia kuhusu nini? Ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa 40 days hii kueleza tu kuhusu ufalme wa mbinguni, alikuwa anawaeleza nini? Vile mbinguni nakaa na mtu atakaye qualify kuingia mbinguni ni nani? Na mbinguni condition yake, condition yake. Hapo mbinguni inahitaji nini? Inatakaje mbinguni? Ukiingia pale utakuwa una operate aje? Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo ndiyo aliwaeleza kwamba ili uingie pale mahitaji ni haya. So ukienda pale mbinguni inakaa namna hii.
So ili uingie pale unahitaji mtu wa aina hii. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndiye akasema on one occasion, wakati moja, while he was eating with them, he gave them this command. Aliwapea nini? Hii amri. Akiwa anaendelea kuambia hii maneno for 40 days, akiweza ile mbinguni inakaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati moja wakikula akawapea amri hii. Aliwapea amri gani? Do not leave Jerusalem. Do not leave Jerusalem. Kwa hiyo mtu anatoka Jerusalem, anaachanga Jerusalem. Huyo mtu anahitaji nini? Maombi. Kulingana na Yesu, huyo mtu anahitaji nini? Maombi mengi sana. Kama si maombi anahitaji bibo.